Wewe ulivyo mkuu, roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu, roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu, roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo. Yes Lord, roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu, roho yangu yes Lord, na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Hebu kila mmoja wetu na ukienda kwanza kuomba, hebu ambia Bwana akakuoshe, akakutakase kwanza, akakusafisha mawazo yako, akaoshe moyo wako, ili unapoingia katika vita adui asiweze kupata nafasi ndani yako. Baba, katika jina la Kristo Yesu naja mbele zako Bwana, naleta maisha yangu mikononi mwako Yesu. That Lord Jesus, you may wash me, oh Lord. That Lord, you may cleanse me, Jehovah. Oh Lord, siku ya leo Bwana, kule nimetembea, yale nimenena, yale nimeona, yale nimesikia Bwana, ninaomba utakaso wako katika maisha yangu, ya kwamba Bwana nikaweza kupatikana nikiwa msafi na mtakatifu mbele zako. That Lord, you may wash me, that I may be white as snow, oh God, in the mighty name of Jesus Christ, oh God. Ninaomba ya kwamba Bwana ukanitakase Yesu, ukanioshe Yesu. Natamani kuoshwa na wewe mashtaka yote ambayo inaweza kuwa katika the courtroom of heaven. Lord, I ask of the mercies of the Lord upon my life, upon my family, oh God. Ninaomba ya kwamba Bwana huruma za Yesu Kristo kupitia damu ya Yesu ikaweza kuwa juu ya maisha yangu na jamii yangu Bwana, in the mighty name of Jesus Christ, oh God. Oh ramashera maramasa. That Lord, your word says that the voice of the Lord is able to break the cedars of Lebanon, that the voice of the Lord is powerful, that the voice of the Lord is able. Oh yes, iko na uwezo wa kunena katika maji mengi. Na Baba, ninaleta jamii yangu mikononi mwako, ninaleta jamii yangu mikononi mwako, ya kwamba sauti yako ikaweza kunena katika maji mengi ambayo yamekuwa katika maisha ya jamii yangu Bwana. Kuweza kuwa katika hali ya stagnation ya kila hali, kutoendelea katika maisha, mambo yale yote yamekuwa kizungumkuti katika maisha ya jamii yangu. Ninaomba sauti ya Bwana ikaweza kunena. Oh, sauti ya Bwana, nena katika maji ambayo yamekuwa katika jamii yangu, kule ambako kumekuwa na giza. Ninaomba sauti ya Bwana, hebu sauti ya Bwana ukanene katika kila giza ambayo imekuwa katika jamii yangu, in the mighty name of Jesus. Kwa watoto wangu, kwa mzazi wangu, hata kwa mandugu zangu, sauti ya Bwana ikaweza kunena, ikaweza kuondoa, ikaweza kunena katika kila aina yote ya giza, in the mighty name of Jesus. Ikaweza kuleta nuru, sauti ya Bwana ikaleta nuru, sauti ya Bwana ikaleta oda,
sauti ya Bwana ikaleta oda katika jamii yangu, ikaweza kuleta oda, ikanena na kuleta oda. In the name of Jesus, that the voice of the Lord may restructure our lives in Jesus' name. That the voice of the Lord may align up my family in the mighty name of Jesus Christ. That everything, oh yes, in the name of Jesus, ambayo imekuwa kizungumkuti, ambayo imefanya tukaweza kuzama, in the mighty name of Jesus, giza yote ya kufanya maisha yetu yakaweza kuzama, hebu sauti ya Bwana ikaweza kunena katika kila giza ambayo imetuzamisha na ikaweza kutuinua tena. In the name of Jesus Christ, ikainue maisha yangu, ikainue jamii yangu. In the mighty name of Jesus, kila giza yote ambayo imekuwa kama maji imenizamisha katika huduma, imezamisha huduma ya jamii yangu. In the mighty name of Jesus, may the voice of the Lord roar. May the voice of the Lord roar in every form of darkness that has caused us, oh yes, to sink, ambayo imefanya tukaweza kuzama, ambayo imefanya tusiweze kuinuka. Hii sauti ya Bwana, sauti ya Bwana nena katika kila giza, katika maisha yangu, katika kila maji ambayo inatuzamisha. Sauti ya Bwana nena, sauti ya Bwana nena, sauti ya Bwana nena, sauti ya Bwana guruma, sauti ya Bwana guruma katika jamii yangu, guruma katika maji ambayo yametufukarisha. Sauti ya Bwana nena, sauti ya Bwana guruma katika maisha yangu ya kikazi. Kule kumekuwa na giza, giza ambayo imejificha, giza ambayo imefanya nikafukarike, giza ambayo imeniondoa katika line ya makusudi ya Mungu, katika kibiashara, katika kazi. Sauti ya Bwana guruma, sauti ya Bwana guruma, sauti ya Bwana guruma, sauti ya Bwana guruma katika jina la Yesu. Sauti ya Bwana guruma katika huduma yangu, sauti ya Bwana guruma katika huduma yangu, katika jina la Yesu. Kila giza yote, oh yes, all the principalities, all the powers, all the spiritual wickedness in the high places, let the voice of the Lord roar against you, against you now, against you now, against you now, against you now, concerning the works of my hands, concerning my promotion, concerning my family, concerning my ministry, concerning my calling. In the mighty name of Jesus, voice of the Lord roar, voice of the Lord roar, voice of the Lord roar. Sauti ya Bwana guruma, sauti ya Bwana guruma kwa kila maji ambayo ni ya kunizamisha. Guruma katika kila Lebanoni ambayo imesimama kinyume na maisha yangu. Nguvu zote za giza ambazo zimesimama katika maisha yangu ya huduma, katika maisha yangu ya wokovu, ambayo zinataka kunizamisha, ambazo zinataka kunifinyilia. Sauti ya Bwana guruma. May the voice of the Lord roar against you cedars of Lebanon, ambao mumeinuka, ambao muko juu kushinda maisha yangu. Munataka kunizamisha katika maji, ambao mnataka kunizamisha katika maji, ambao mnataka kuniondoa katika calling yangu, katika huduma yangu, katika mwito wangu, hata kuharibu watoto wangu, kuniondoa katika destiny yangu. Voice of the Lord roar. May the voice of the Lord roar against you, against you, against you, against you. In the mighty name of Jesus, in the name of Jesus, you stagnating spirit, in the name of Jesus Christ, ya kunifanya nisiendelee, za kunifanya nisifikie mwito wangu, jamii yangu isifikie katika mwito wangu, mimi nisifikie katika mwito wangu, tusifikie katika destiny zetu, katika jina la Yesu. Voice of the Lord roar
upon these cedars of Lebanon ambazo zimejiinua. Maroho haya yamejiinua. Nguvu hizi zote za giza ambazo zimejiinua kinyume na jamii yangu, kinyume na mzazi wangu, hata kuleta maradhi na magonjwa. Voice of the Lord roar. Voice of the Lord roar. Voice of the Lord roar. Voice of the Lord roar against these cedars of Lebanon. In the mighty name of Jesus. 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 Voice of the Lord roar. Voice of the Lord roar. Voice of the Lord roar. Yes, in the name of Jesus. Against the dark world ambayo imekusanyika nisiendelee mbele, nisisimame, nisiweze kuendelea katika wokovu ambazo zimekuwa kinyume na mtoto wangu, zimekuwa kinyume na jamii yangu, zimekuwa kinyume na mandugu zangu, zimekuwa kinyume na kile Bwana ameniitia, zimekuwa kinyume hata na maisha yangu. In the name of Jesus, ambazo zinakataka even my mind, ambazo zimeataka even my soul, my spirit, and even my body. Voice of the Lord roar. Voice of the Lord roar against this dark world, dark kingdom, in the name of Jesus, ambayo imejiapia kinyume na maisha yangu, imejiapia ambazo zimejiapia kinyume na jamii yangu, na vitu vyangu, na mali yangu, na destiny yangu, na hata na stars zangu, katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus, the cedars of Lebanon ambazo zimejiinua katika hali ya kuharibu nyota zangu, nyota yangu ya ndoa, nyota yangu ya mafanikio, nyota yangu ya huduma, nyota yangu ya kusonga mbele, nyota yangu ya kupata, against my treasures, against our treasures. In the mighty name of Jesus, may the voice of the Lord roar. May the voice of the Lord roar against you. May the voice of Jehovah God roar, because He is indeed Jehovah. He is indeed Jehovah. He is indeed Jehovah. In the mighty name of Jesus. 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 Ninatangaza kwa sababu ya Bwana sitashindwa. In the mighty name of Jesus. Sitashindwa, nitasonga mbele, because I have the Lord that roars, the Lord that breaks the cedars of Lebanon, the voice of the Lord that breaks the cedars of Lebanon, the voice of the Lord that roars in much waters, that thunders, the voice of the Lord that strikes even the lightning, kila lightning yote ambayo imetumwa na ufalme wa giza, may it be stricken, may it be stricken by the voice of the Lord. In the mighty name of Jesus. 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 Katika jina la Kristo Yesu. Katika jina la Kristo Yesu. Hebu sauti ya Bwana inaonena katika maji mengi, ikawaza kunena katika kila maji yote ya mafuriko ambayo imekusudia kunifurikisha, ambayo imekusudia kufurikisha jamii yangu, ambayo imekusudia kufurikisha hata binti yangu, jamii yangu, ndugu zangu, wazazi wangu. In the mighty name of Jesus, biashara yangu, mafanikio yangu, kazi yangu ya mikono, in the mighty name of Jesus, may the voice roar. May the voice of the Lord roar. May the voice of the Lord roar and strike every lightning of darkness against my life, against my destiny, against my stars, in the name of Jesus. Hata kule ambako, oh God, my stars zimeweza kuporwa, in the name of Jesus, I restore back my stars, in the mighty name of Jesus. By the voice of the Lord, I speak release of
over my stars by the voice of the Lord. I speak release, Almighty Father, in the mighty name of Jesus. I speak release. I speak liberation of my stars in the mighty name of Jesus. Of my star for marriage, my star for business, the star for the works of my hands, the stars for authority and power in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus Christ. Oh, and I possess back by the voice of the Lord. I possess back that which is mine. I possess back my star. I possess back my marital star. I possess back my economical star. I possess back my destiny. I possess back, oh yes, the works of my hands in the mighty name of Jesus. I possess back my identity in the mighty name of Jesus. What I was called to do, what I am called to do in the mighty name of Jesus, because it is the Lord who holds my destiny in the mighty name of Jesus. It is the Lord that holds my destiny. It is the Lord that holds my family's destiny. It is the Lord that holds my destiny, the destiny of my family in the mighty name of Jesus. I possess back. I possess back. I possess back our destinies. I possess back the destiny of my family in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I possess back my destiny, my identity. Kule ambako maisha yangu, kule jamii yangu, kule watoto wangu, kule vitu vyangu, biashara yangu, that was your change in the mighty name of Jesus by the voice of the Lord. May it roar, may it roar, may it roar to the demonic kingdom that holds that which belongs to me in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. And I capture it back. I capture back for my family. I capture back that is mine in the mighty name of Jesus. 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 Natangaza ya kwamba kilicho chetu tunakipokea. Kilicho chetu tunakipokea. Napokea my original identity. Napokea identity ya jamii yangu. Napokea identity ya mtoto wangu. In the mighty name of Jesus. 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 Katika jina la Yesu. Sauti ya Bwana ikaweza kuguruma. Oh, sauti ya Bwana ikagurume mahali popote bako na giza. Sauti ya Bwana ikagurume popote palio na maji mengi ya kunifukarisha. Sauti ya Bwana ikaweza kunena, ikaweza kuguruma katika maisha ya jamii yangu. Kule kote kumekuwa na giza. Kule kote kumefanya tusiinuke. Kule kote kumefanya that we may make wrong decisions. In the name of Jesus, may the voice of the Lord ikaweza kupenya, ikaweza kupenya, ikaweza kupenya na kuweza kuroho. In the mighty name of Jesus, voice of the Lord roar. Voice of the Lord roar. Sauti ya Bwana. Sauti ya Bwana. Sauti ya Bwana guruma. Sauti ya Bwana guruma katika maji yote mengi. Sauti ya Bwana iliyo na uweza, ambayo imejaa utukufu mwingi guruma. Sauti ya Bwana guruma. Sauti ya Bwana guruma katika maisha yangu. Oh, shakara maseketeria masa. Heria mashakatara mazeketeremeka. Yekeria masaya ramasheketeria mazaya. Hekeria maseketeria mashara maramazaya. Heria mazeketeria mazokotoroboze. Heria maya handaria mazokotoria mayeka. Heria mashara maramaze. Voice of the Lord thunder. Voice of the Lord thunder.
Voice of the Lord, thunder. Voice of the Lord, thunder. Voice of the Lord, thunder. Voice of the Lord, thunder. Voice of the Lord, thunder. Voice of the Lord, thunder. Voice of the Lord, thunder. The majestic voice of the Lord. The majestic voice of the Lord. The majestic voice of the Lord. Nataka tukaweza kutangaza nuru ya Kristo Yesu katika maisha yetu, watoto wetu, vitu vyote vyetu. Tukaweza kutangaza the light of Christ, ikaweza kumulika katika maisha yetu, that it may dissolve and consume and dispel every form of darkness. Sasa tuitishe nuru ya Kristo Yesu, the light of Christ, ikaweza kudissolve, ikaweza kudispel, kuondoa, na tutangaze nuru ya Kristo Yesu katika vitu vyetu, katika jina la Yesu. In the name of Jesus Christ, I speak the light of Christ. I speak the light of Christ to shine. Ya kwamba nuru ya Kristo Yesu ikaweza kushine katika jamii yangu, ikashine katika kazi yangu ya mikono, ikashine katika huduma yangu. Hebu nuru ya Kristo Yesu iliyo na nguvu na uweza mkuu ikaweza kufuta kila aina yote ya giza, na ikaweza kuleta na kuweza kumulika maisha yangu na ya jamii yangu katika jina la Kristo Yesu. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus. Nuru ya Kristo Yesu, mulika, shine upon my life, shine upon my family, shine upon my destiny, shine upon my identity. In the name of Jesus. In the mighty 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 name of Jesus. Light of Christ, shine. Nataka tukaweza kuombea huduma hii kupitia the voice of the Lord. Kabla sijamkaribisha mtumishi, nataka tuweze kuombea huduma hii na tuseme ya kwamba chote ambacho kimejiinua juu ya elimu ya Kristo Yesu, ya kwamba sauti ya Bwana ikaweza kunena, kwa sababu hii huduma ni ya Bwana. Ya kwamba sauti ya Bwana ambayo inaguruma katika maji mengi ikaweza kuguruma katika kila giza yote, katika falme za giza ambazo zimejiinua katika huduma hii. Ya kwamba makusudio ya huduma hii sifikiane kwa wandugu na wadada. Utatangaza the voice of the Lord ambayo ikaweza kunena hata katika washirika wa mahali hapa, viongozi wa mahali hapa, katika jina la Kristo Yesu. Tusimame tafadhali. Unaweza kuzunguka kwa sababu Bwana amekuleta mahali hapa ili ukaweza kuwa mmoja wa mahali hapa. Tutangaze that the voice of the Lord may roar in this place. That the voice of the Lord ikaweza kuroa katika kila giza yote ambayo imekuwa ikijiinua katika mahali hapa. Ya kwamba kule ambako tunatakana kufurikishwa, tukazamishwa na maji mengi, sauti ya Bwana ikanena katika kila maji yote ambayo ingetaka kufurikisha huduma hii, ambayo ingetaka tukaweza kusink, ambayo ingefanya huduma hii kasink, inazafanya washirika wa mahali hapa wakaweza kuangamia. Let's speak the voice of the Lord. Let's say the voice of the Lord to roar. Sauti ya Bwana hebu ukaweza kuroar even upon every ministry katika huduma hii, katika jina la Yesu Kristo. The voice of the Lord roar. Voice of the Lord roar upon that water the enemy has planned against the worship team in the mighty name of Jesus. Oh, sauti ya Bwana hebu guruma katika kila giza ambayo inataka kuangusha
hata huduma ya praise and worship ambayo imepanga kinyume. Sauti ya Bwana hebu ikagurume. Sauti ya Bwana guruma kwa ajili ya worship team katika jina la Yesu. Wasimamishe. Sauti ya Bwana ikawasimamishe. Sauti ya Bwana ikawapiganie. Sauti ya Bwana ikawasimamishe. In the mighty name of Jesus, let the voice of the Lord roar upon the ashes. In the mighty name of Jesus. Oh, sauti ya Bwana hebu ukaweza kunena kule ambako mfalme wa giza umeleta kutoelewana. Sauti ya Bwana ukaweza kunena ikaweza kulipua giza yote ya kuleta kutoelewana, ya kuleta kutopendana, ya kuleta watu wasiweze kufanya kazi katika jina la Kristo Yesu. Voice of the Lord roar. Voice of the Lord roar. Voice of the Lord roar upon the department of ushering. Voice of the Lord roar. Voice of the Lord roar and sweep out every form of darkness that has come to bring interference in that department. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Voice of the Lord roar upon the protocol department. In the mighty name of Jesus. Oh, voice of the Lord roar where the enemy, where the dark kingdom has ambayo imekusudia kuleta magombano, kuleta kutoelewana, kuleta shida katika jina la Yesu. Voice of the Lord roar. Voice of the Lord roar. Voice of the Lord clean up. Voice of the Lord clean up the works of darkness, the works of the enemy in the protocol department. In the mighty name of Jesus. Oh, voice of the Lord roar even in the financial department. In the mighty name of Jesus. Voice of the Lord roar. Voice of the Lord roar and sweep out every darkness and bring order in the mighty name of Jesus. Voice of the Lord roar kule ambako katika hali ya kifedha tunatakikana kuangamia, tunatakikana kutoendelea, kunatakikana tusiendelee. Voice of the Lord roar. Voice of the Lord roar. Wale ambao wanastahili kuwa baraka kwa huduma hii wakafungwa macho, mikono yao ikaweza kufungwa isiweze kunyoka ili kuweza kuwa baraka katika jina la katika huduma hii. Voice of the Lord roar against the enemy of this ministry concerning finances. In the mighty name of Jesus, concerning the support system of finances in this ministry, in the mighty name of Jesus Christ. Voice of the Lord roar upon the leadership of CLC Crusaders for Christ Synagogue. In the mighty name of Jesus, ya kuleta disorder, ya kufanya kusikuwa na amani, kutoelewana kwa njia moja ama nyingine, mipango yote ambayo imepangwa kinyume na CLC. In the mighty name of Jesus, may the voice of the Lord roar. May the voice of the Lord roar. May the voice of the Lord roar. In the mighty name of Jesus, may the voice of the Lord roar. Yes, in the mighty name of Jesus. Continue praying. Endelea kuomba. Tuendelee kumshukuru Mungu, maana kuna kitu anakitenda sasa katika jina la Yesu Kristo. Kuna utendaji, kuna mamlaka imetoka mbinguni, imeshuka kwa ajili ya utukufu wake. The glory is with us now. Lift up your voice, lift up your voice, lift up your voice, lift up your voice. Fungua kinywa chako, kamata anga za wachawi, kamata anga za waroge, kamata anga zote za ibilisi, kamata anga za mkuu wa baharini, kamata anga za mkuu wa anga, ardhi na kwenye hewa. Shika, kamata yote katika jina la Yesu Kristo. Haribu mipango yao, sambaratisha nguzo zao zote, sambaratisha mipango ya wachawi, sambaratisha mipango ya waganga, sambaratisha mipango yote ya walogi, Illuminati na devil worshipper. Destroy them now. Scatter them wherever you are. Maana Mungu yuko pamoja na wewe, Mungu yuko pamoja na sisi. The atmosphere is ready for the capture.
Ora masekete yandorobosea. Scatter them, scatter them, scatter them. Kwa nini mteremsha? Scatter them. Scatter them. Scatter them. Your enemies, destroy them. The mighty name of Jesus Christ. Yes. Oh yes. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru jioni hii. We are gathered here. God, we want to hear from you. We want to hear your voice. We are here to get a direction. We are here to receive from you. We are here, Father, to surrender. We surrender all our egos. We surrender all that we have in our hands to you, that you may continue to guide us and to direct us to the direction that you want us to be in. In Jesus' name, we do praise. Somebody say amen. I want those who behind just come in front so that we can give nafasi kwa wale ambao wanakuja wakae chini. Kila mtu sasa akae chini, na ningeomba tu kuwe na utulivu, na kama kuna viti viko mbele yako tafadhali, I'm asking you. Na this praise team, just join others there so that we can have the joto, ndio wale wengine wanakuja wapate nafasi na huko nyuma ya kukaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Salimia mwenzako, mwambie karibu sana katika ibada. Ningeomba tu Kinadon, kuna viti huko mbele. Praise team, there are several seats in front here where you are supposed to be seated because God has said so. Mukae front. Ukiona mtu anaogopa, kwa sababu nimejaribu kujiuliza ni kwa nini unaitanga watu wakuja kiti ya mbele lakini unaona anakataa, anarudi anakaa, ama anakuta kuna viti mbele lakini anapenda kukaa huko nyuma. Kuna wakati nilikuwa na tabia kama hiyo, yani nikikuta lakini nataka kukaa huko nyuma. Kumbe ni shetani alikuwa na device, wewe si mtu wa mbele, wewe kaa nyuma. Na hivyo ndivyo watu wanapotesanga nini? Wanapotesaga baraka zako. Nakwambia, I don't know what's wrong with you, man. Because when you find there is a resistance for you ya kukaa kiti ya mbele, na kuna kiti mbele yako na unaiona tu, na unasikia kuna roho anakuambia usiende mbele, it is because you don't belong there. Wewe ni mtu wa nyuma, na sasa wewe ndio tunaitaga watu wa mkono. Hebu jiulize kama wewe ni mtu wa mkono. Jiulize tu. Na kama ukitaka kujiuliza, angalia mahali huko, uone kama kuna kiti mbele yako. Na ukiona kuna kiti mbele yako haijakaliwa na mtu, automatically wewe ni mtu wa mkono. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio siri. We are the front runners. Anasema you will be the head, not what? The tail. It is a promise in the Bible. And if you cannot be able to enjoy the promise, then it means that you have forfeited the promise of God. You are not walking with God. Because always you must announce the presence of God by you. God does not use trees. He uses binadamu. Shetani hatumiagi miti, anatumiaga binadamu. Because God doesn't have a body. As well, hata shetani naye hana body ya kutumia, anakuja analyze kutoka kwako anaitumia. Kisha akisha kuitumia ndio anatoroka. Ujikumbushe, ushaijipata umefanya dhambi, wewe ni Mkristo lakini umejikuta umefanya dhambi, baadaye ndio unaanza kuona, after umefanya ndio unaanza kujiuliza endeka gatia. Because after the leasing anatoroka anaenda kwa neighbor, kulisi kwa neighbor because amemalizana na wewe. Mlisikia yule mama alikuwa anatuambia hapa, walifaulu kupigana na pastor wao because walikuwa washamrushia pepo ya kutenda dhambi. So walijua hajasimama vizuri. Ndio walienda Tanzania, wakaenda wakachukua sehemu nyeti, wakamsiagia, wakampatia akakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawangeweza, maana nilimuuliza, kwa nini mlikuwa mnafanya hivyo? Hamkuwa naogopa? Tulikuwa tunajua he is not with God. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is how we lose the battle. Ukikumbuka shetani alienda ku accuse. Alienda ku accuse nani? Warokole? Alienda ku accuse Rob.
Job akaenda mpaka kwa Mungu kwa kisu. Because the devil does not have a ground until you give him the ground. Hanaga ground, hanaga kitu ya kukupeleka kwa Mungu kukusema, because he is fighting for you, but anakugoja mpaka wakati atakukamata ndio akuingize kwa hiyo mtego. Akikuingiza tu kwa mtego, anakuachaga, anatoroka mpaka kwa Mungu, anamwambia angalia, huyu ndio ulisema ndio mchungaji yako, huyu ndio apostle, ulituambia huyu ndio apostle, hebu muangalie saa hizi apostle yuko naked. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why the Bible is asking us, God is asking us, live a life that is blameless, a life that the devil cannot be able to use to attack. Shetani anatumianga your level. Shetani anatumianga ile maneno umefanya, ile tumatusi ulitusi leo, ile maogeo uliogea baya, ile masegenyo mlikuwa nayo, ile maneno mlizungumza mkiwa kwa hoteli, na ile uliambia mtu tuende kwa hoteli tukakunywa kachai nikupatie maripoti kwa hapa. Hiyo ndio ground ile shetani anatumia. Bwana Yesu asifiwe. Hana ground nyingine. Hiyo kakitu mlienda mkaenda mkakaa mahali mkajivugia, mkaogea maneno mkisegenya Pastor Karaja, mkaogea maneno mkisegenya praise and worship, mkaigea maneno mkisema refu wetu najua leo alikuwa amekasirika sana. Hiyo ndio shetani alikuwa anataka muongelele hiyo apostle wetu alikuwa amekasirika sana, kwa sababu automatically kuzungumzia mchungaji wako, hata kama alifanya vibaya, kumzungumzia tu wewe ndio unaingia tabani, kwa sababu yeye ako na njia na Mungu wanadili na yeye. Mungu akiona umejaribu kumuingililia, yeye anakujaga kukushughulikia specifically kushona hiyo mdomo yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukapata mahali mchungaji yoyote anazungumziwa, watu wamekaa kwa kiti wanasema Karaja, wanasema Don, wanasema yule mwingine, wakimzungumzia, toroka, usikue mmoja, maana hiyo ni ground tosha ya shetani kwenda mbinguni kusema, kutoa ripoti kusema nimewakuta wakizungumza kuhusu anointed wako. Na ndio aliona Daudi alijua, siwezi, I cannot be able to touch this man. Alimkuta hapo na akaambia ndio huyu, chapa sasa tuue. Akasema do not touch the anointed. Why? This anointing unaonaga tuko nayo ilichotwa kutoka kwa mtu mmoja. Hakuna anointing mbili, zote zimechotwa, ni mafuta. Na mafuta ni anointing oil. Anointing oil si kibo na si cowboy, ni anointing oil. Ni mafuta ilichotwa kutoka kwa mtu mmoja. Wakati Daudi alimwagiliwa mafuta, roho ambaye ilikuwa ndani ya Saulo aliruka kutoka kwa Saulo akaruka kwa nani? Kwa Daudi. Kwa hivyo hakuna kitu kipya Daudi alipatiwa, ni kile kilikuwa. Lakini sasa kinarukaga, kinatoka hapa kinaenda hapa, kwa sababu majira na nyakati zimeisha. Bwana asifiwe sana. So wakati Daudi alimwagiliwa tu ile mafuta kwa kichwa, naye roho, Biblia inasema naye roho wa Mungu akatoka, departed from Saul, akaingia kwa nani? Kwa Daudi. Sasa Daudi akati alikuta mjamaa, akamkuta amelala hapa na akaambiwa nyoka huyu jamaa. Daudi kuna kitu kilikuwa ndani yake kikamkumbusha, remember hii mafuta iko na huyu mzee, ndio hiyo uko na yeye. Kwa hivyo ukipiga huyu mzee ni wewe umejimaliza. Na ndio unaona mchungaji mzuri ambaye ni mwerevu hapiganagi na hawa watu. Anaweza kuongea tu story hivi, lakini kuingia ni vita, kuinukia mwingine pale unaona anachomoka tu pole pole. Bwana Yesu asifiwe sana. So you all need to guard yourself. Just guard yourself. Protect yourself, because God is fighting for you. God is doing a battle for you. God is winning every battle. You don't need to involve yourself into battles that you can never be able to win. Because as a man, kama mwanaume, kama mtu binadamu, hauwezi kushinda vita za roho. Hauwezi kushinda vita za hii dunia. Hauwezi. Hauna mamlaka. You cannot win a single battle. Even Jesus, Biblia inasema ya kwamba, and the Spirit of God led Jesus into the wilderness to go and test him there. He was led. We are led. Tunapelekagwa. Na majaribio ingine mingi inatukuta. Haikuwagi majaribio ya shetani. Mungu amekubalisha kwa sababu anataka kukuinua. Anataka kukupeleka mahali. Anataka kukubariki. Jobu Mungu alitaka. Maana shetani alipoenda kule alimwambia, kwenda chukua kila kitu. Ile kitu sitaki uguze ni moyo wake. Maana katika hiyo moyo wake huko ndio ninaishi. Bwana Yesu asifiwe. So
Alipo shetani alienda, alimpiga akachukua kila kitu, watoto na ng'ombe na kila kitu, lakini hakuchukua moyo. Na wakati alipita hiyo test, alipita hiyo mtihani, Job, Biblia inasema alilipwa kitu na kingine. Akapatiwa watoto wazuri, akapatiwa ng'ombe. Wale walikuwa namchekelea, wao ndio walilete gold, wakasema sasa wewe tumeona ni mtu wa Mungu, chukua hizi gold. Wengine wakalete mapesa, wengine wakalete masilver, wengine wakalete mabronze. Akatajirika mang'ombe. Nasemekana alizaa watoto mpaka sasa kunasemekana hakuna baba mwingine amezaa wasichana warembo kama hao. Be very beautiful. Nyanya Igajo, kitu mzuri. Alikuwa anaitwa Helen Kapuchi. Ati alikuwa mrembo mpaka saa hii hakujatokea mwingine. Naona mpaka Doni ameshagaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Doni anajua the beautiful ones are not yet born. Alizaliwa. Ni mtoto ya nani? Ya Job. Na Biblia inasema hakujapatikana mwingine kama yeye. Sasa hakuna hatazaliwa. Because kuna kitu. Na ndio unaona mtu kama Solomon, kunasemekana hakuna mtu mwingine ako na wisdom kama ya Solomon. Kwa sababu ya nini? Ya ile kitu alifanya. Hakuna mtu mwingine amefanya. Na hiyo ndio nawafundishaga nguvu ya madhabahu. Yes, tumeokoka. Yes, sisi ni walokole. Tunajua kuhubiri, tunajua kuongea, tunajua kuimba. Lakini how much have you committed yourself to the word of God? How much have you committed to the glory you are talking about? How much have you committed yourself to the anointing you are calling the anointing? Ndio hapa sisi tumechotewa. Hapa mimi naona kuna wachungaji wengi hapa, kuna manabii, kuna watu wengi sana. Lakini unaona level zetu zinakuwa tofauti. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ni level gani ulichukua, ni hatua gani umechukua, ni sadaka aina gani umetoa, ni dhabihu aina gani umetoa kuchangia kusimamisha ile anointing yako nayo. Bwana asifiwe sana. Na ndio unaonanga kuna watu kama sasa, watu kama sisi ambao hatuna familia ambayo imesimama mzuri. Ukiangalia vizuri kule nyuma, utaona kuna matatizo ilitokea kutoka kwa wazazi wetu. Kuna vitu hawakufanya, na ndio hiyo imetukuja kutukula sasa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama uko sigo, unakuja kuniambia niye gekeneke hiko gyakwa gya gatatu gya kana. Mimi sikuangaliagi sana, na angaliaga wasasi uko nyuma. Ni foundation gani walitoa? Maana kama mama yangu ametuzaa na alitoa dhabihu tu ya kutoshia sisi ambao walituzaa. Hakutolea watoto wake na watoto wa watoto wake na watoto wa watoto wake. Ni kumaanisha ile insurance alitolea ina cover the immediate family. Ndio utapata ya kwamba yeye na watoto alizaa, watoto walikuwa vizuri, watoto walikuwa matajiri, watoto walikaa na tabia mzuri. Lakini ilipofika watoto kuanza kuleta mazao, watoto wakaletewa shida. Why? The insurance ambayo mama yangu alitoa, it only covered her and the immediate family, watoto wake. So, na tunaambia utajiri si ile wewe unaendesha gari mzuri, sio ile wewe unaendesha nyumba mzuri, kujenga kanyumba mzuri ama jina yako kubwa. Utajiri ni wakati watoto wa watoto wako na watoto wa watoto wa watoto wako watakula ile kitu ulitafuta. Hiyo ndio tunaita riches. Kama hauna don, kama watoto wa watoto wako hakuna kitu watakuja kukuta yako. Wanasikiaga guka alikuwa anaimba vizuri sana. Aliimba ile, unasikia hiyo inaitwa kilio, ni ya guka. Lakini there is nothing to show. It means the foundation iliharibikia huko nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Because the Bible says the riches, utajiri, ile ndio ikuwe counted kuwa you are rich man. It is when your grandchildren will enjoy what you have. But if they will not enjoy, you are just a pupa. Hata kama unaendesha helicopter, wewe ni maskini ya kuisha. Kwa hivyo jitahidi sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jitahidi sasa utafute, hata kama ni kaproti, ile maguta ya huko ya ule msewa na huko Budhika. Tafuta tu ndio kakafikie watu, ndio utahesabiwa baadhi ya watu ambao wanaitwa matajiri. The wealth must reach to the generations. Na unaona mtu Abrahamu, utajiri yake imekutwa na Isaka, imekutwa na Yakobo, imekutwa na Daudi, imekutwa mpaka sasa. Because there is a promise over his riches that utaigea, utakuwa mwingi kama nyota, na utakuwa mwingi kama nini? Mchanga ya baharini. Ndio hii kitu. Utakuwa mwingi kama nini? Mchanga wa baharini. Hata kizazi chako kitajivunia jasho lako.
Hii sadaka umetoa ya mtoto huyu unatoa hapa. Hii sadaka ya Isaka ambayo umetoa ilimfanya akaambiwa your entire generation will benefit from your desire. Will benefit from what you have said. What you have done. Hiyo kuchinja mtoto, kusema unataka kukata mtoto. Malaika akakuja akamwambia usiue. Hiyo ndio ahadi ya Mungu ilikuja. Ikamwambia forever your generation, because God, when we are doing sacrifices, we are fulfilling a test from God. Because God want to bless you, but He want to know how mean are you. Bwana Yesu asifiwe sana. How mean is your heart? How mean is your hand? How mean is your brain? Because all this is a combination. Kuwa mean is combination. Si ya mkono, si ya mdomo. Ile umeona uliwahi kuficha chakula. Mgeni amekuja, umechukua chakula, umeficha ndani ya kabati, atoke. Na anakataa kutoka. Anakaa mpaka jioni, chakula unakula ikiwa baridi. It is how mean are you? Kwa sababu ni akili zilitumika, mikono ikaficha, na mdomo ikadanganya. Tulikuwa tunataka kutoka. Sasa Mungu anaangalia, ana test mdomo yako. How capable are you to use your mouth? Unatumiaje mdomo yako? Unatumiaje? Unaogeaga? Pelepele zako ni aina gani? Najua kuna mtu anaweza kuogea achome kichaka mzima na mdomo peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaona mtu anaitwa Isaya. Isaya nikisoma kidogo, maana sijasoma sana Biblia, lakini nikifikiria kwa nini aliwekwa makaa kwa mdomo. Huyo mzee alikuwa kibelebele mingi sana. Ile maneno alikuwa naongea kila siku uchao ni uongo na kusengenya watu na kusema fulani anafanya. Unajua yule apostle, unajua yule mama anaitwa Nyabura. Huyo mama alikuwa naongea. Huyo mama nikimwangalia hivi hakuagi mzuri. Alafu unachukua pasta pale. Unasema huyo mama, unaona hiyo kitabari kwa amevaa ya blue inakaa ya nani ya definer. Unaenda kwa mwingine. Unaona pasta Karaja, una hiyo shati alivaa. Wote ukiangalia hiyo shati alikuwa amevaa. Tuna anajifanya kakijana. Because you are all talking. Whatever is coming from your mouth, it is wicked. So God was testing you and has been testing what you speak, what comes of your mouth. It will make you go ahead or fail. Hiyo ndio test ya Mungu anatumiaga. Na ndio namuona anakuja anashika kakijana kanaitwa Jeremiah. Alikaweka maneno yake kwa mdomo. Yeye mwenyewe akamwambia maneno nimekuweka nini kwa mdomo. Utakuwa ukizungumza mdomo yangu, utakuwa ukizungumza maneno yangu, hautakuwa ukizungumza yako. Na wakati mwingine wakakuja Musa akamuuliza Mungu, "Mia masamara, I cannot speak." Akamwambia, "Kwani ulikuwa unaenda kuongea yako?" Akamwambia, "Hakuna neno yako nataka ukaongea, utaongea yangu." When he was communicating with the people, alikuwa anaongea mzuri. Lakini akianza kuongea zake anaanza lakini akiongea Mungu anaongea mzuri. Ni kwa nini? God is testing every organ of your body. All these organ we have, from the eye, from the mouth, mpaka mapua, yote mpaka miguu na tumbo na kila kitu. Hiyo yote Mungu uses them to test. Kama wewe ni mlavi, unaigiaga pale, unachukua sahani ya chakula, inapagwa vizuri mpaka inapanda mlima. Inabidi upande gazi ndio waangalie watu wale wako pande hii nyingine. It is a test. Mungu anakuangalia. Wewe ni mlafi ama si mlafi? Utapelekwa mahali jaa iko. Baka unasema, "Oh Mungu, tulikukosea na nini? Mungu." So anataka, ndio tunaambiwa to fast. We are being told we fast. Why do we fast? It is we punish the body so that the presence of God can have a room somewhere. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mdomo tumbo yako inakaa inafura vizuri, inajazwa vizuri na maviazi na vitunguu na sukuma wiki na managu zote zinawekwa ndani, na igetheri ikikuja unaweka ndani, na ugali ikikuja unaweka ndani, na mchangai ikikuja unaweka ndani. Mungu is watching you. How do you eat? Na Biblia naonanga ina describe hawa watu kama gluttonous. Ni watu walafi, kule biguni hawatapata nafasi. Ndio. Kama wewe unakulaga sana, jeda ka reduce, maana biguni itakuwa mlago. Nasikia mlago ni mdogo. Ni mdogo sana ya kuingia. Sasa ukinaona sana tumbo ikikaa huko, kamekaa tumbo kingine hivi kama kaboboe, mashida itakuwa mwingi sana. Macho, ni nini unaonaga kila siku? Unaangaliaga mtu, naonaga mtu ukiona msichana anatembea, ametengenezwa vizuri na kule, macho yako yote inaedaga, inatabega, inaenda venye naenda. Hiyo macho inaangaliwa. Mungu akiwa mbinguni anaangalia. Ndio kwa maana alipitisha huyo mtu ambaye ako meudika mzuri na huko nyuma. Sasa macho yako venye itaenda, Mungu ataangalia, huyu atakula kondo zangu.
unakuta mamlaka yako inateremshwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. So hiyo ndio ile Mungu na test anafanyaga. How do you talk? Unatumiaje hiyo mdomo ambaye amekupatia? Hiyo macho amekupatia unatumiaje? Hiyo masikio ya kusikia, what do you put here? Ni nini inapitaga kwa hii masikio yako? Kama ni mafi inapitobeaga hapa, ni mafi itakuwa hapa kwa hii kichwa. Bwana Yesu asifiwe sana. What you allow to hear, you become so. What you allow to listen to, that is what. Kama sasa nikianza ile ya doboro ile tulikuwa tunaimba ya doboro indemoni. Nikia indemoni, unaona itakuwa kila wakati nikipita, hata nikipita hiki na gari yangu nisikie kwa kioski fulani wakiimba indemoni, na hapa tulikuwa tumeweka worship. Alafu pale ingine nisikia indemoni kwa gari, utasikia isakura isakura. Kwa sababu ile akili nimeweka hapa, ni hiyo iko nje. Hii ni kudanganya na danganya. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaputa mtu kama ule ni wa praise, Monica, ni wa praise. Na hapa umeona venye na praise hapa. Tukipita naye kwa barabara Moi Avenue pale, tukute music kimewekwa huko kia pop song, utamwona ameanza kufanya. Kwa sababu akili ile iko ndani. Hii ingine ni kutudanganya na tudaganyaga. Lakini ile iko ndani ndio original. Ile CD aliweka ndio original. Na ndio unaona mtu ni mrokole ameokoka, mpaka ukitoa gozi hivi unaona imeandikwa Jesus Christ. Lakini ile maneno atawacha hapa, dakika 2 tu mupatie na hawa watu. Ile maneno atawacha hapa, mtaacha mkiulizana ni shetani alipita hapa ama ni nini? Kwa sababu atawacha damage ambayo mtajaribu 10 years kuirepeat, kuitengeneza. Na hiyo ndio maneno ile tunasema, live this, change how you live. Ukibadilisha, kama wewe ni nabii umepatiwa neno la kinabii, lipatiane kulingana na venye Mungu amekupatia. Kama wewe ni mhubiri, ukipatiwa neno la kihubiri, ukuja uendeshe. Kwa sababu hii Biblia inaweza kuchoma. Hii Biblia nahubiri hapa, hii maneno nazungumza yanaweza kutumika kuharibu kanisa yote na iaguke. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio tunasema lazima ujielewe. Na kuokoka sio ile kusema Yesu ni Bwana. Kuokoka ni kutembea na Yesu. Kuokoka ni kukaa maisha ile Yesu amekwambia. Kuokoka ni kutembea na ile barabara ambayo imekubalika. Bwana asifiwe. Na kutembea ile barabara Mungu amesema ni kuambia, ni kukaa kama nini? Ni kukaa kama Mungu. Ndio vita zote Mungu akupiganie. Because God cannot fight your battles if you have not surrendered. Tukiangalia kitabu ya Deuteronomy 20, ni kumbukumbu la Torati ama ni kumbukumbu la nini hii? Deuteronomy na Kiswahili ni kumbukumbu ya Torati. So najua natakaga kuuliza ndio nisikosee. Hii maneno inakuaga shida kidogo. Deuteronomy ni 20. Mstari ni wa kwanza tutasoma. And this is to say that the Lord your God is with you. So do not panic. Wacha kujaribu kujipigania. Don't try to justify yourself. Don't try to stand that watu wakuone. Ukae pale kama ile kuna kitu ilikuwa inadvertisiwa zinaweza simama imara, jionyeshe. Unajua hiyo kitu? Mbele za watu. Sasa katika Biblia sio kusimama imara ujionyeshe mbele za watu. Ni usimame imara unyonyeshane mbele ya Mungu. Maana vita si zako. It is God that is going to do your battle. Bwana Yesu asifiwe sana. It is God only who can do your battle. Na ndio nilikwambia huwezi kushinda hii battle without your God. God must be involved. Success that you have, whatever that you have achieved now, it is not you. It is God that has done it. God only can make it. When you go out to battle against your enemies and see horses and the chariots and the people more numerous than you, do not be afraid of them. For the Lord your God is with you, who brought you up from the land of Egypt. Umeelewa? That the Lord your God is with you. Do not be afraid. Ati wamesema watakuroga, wamesema watakulaani, wamesema watakumaliza. Mwingine hapa, msichana mwingine alikuja hapa juzi, ni mshirika wa hapa. Akaenda wanafanya huko Gekoba. Alafu akaambiwa, wewe unaniona vizuri? Utajua kule na edaga ni kubaya. Huyo msichana alikuja kama ametoa ulimi hapa. Na akakimbia hapa akaniambia, nimeambiwa na huyo mama nitajua kule wanaedaga ni kubaya. Lakini nilipochunguza
Kaka kamusiana kalikuwa kanafichaka tu pesa kidogo kidogo, kakitumwa kakauze, kanaficha kamia, kaenda round 2 kamia, round 3 tumia tuwili, round 4 tumia tuigile tuwili, kalikuwa kakitoka hapo kanatoka na 1,000 na bado kanalipo mshahara. Sasa huyu mama akatengeneza plani, akamwambia wewe utajua hujui, kule na edaga utaona moto. Kasichana kalikuja, nikakauliza, sasa niambie, ni kwa nini unaona kama hivi wanasema? Unaamini Mungu unaamini Yesu ni kwa nini unaona ni kama hiyo maneno inaweza kufanyika? Akaniambia, enyewe apostle, ile kitu imenistua ni kwa sababu nachukuaga kamia kwa raudi moja ile nimeenda naficha. Sasa hiyo nikaona itaniletea shida. Ndio kwa maana nimekuja. Nikamwambia, sasa hutotumia huko natu? Akaniambia iko, lakini nimeweka kwa account. Nikamwambia enda ulete. Tuitotumia tu wote, unajua umeiba. Enda ulete. Akaenda akaniletea 3,000 alikuwa ameweka kwa account. Nikamwambia kuja, tunipatie namba ya huyo mama mwenye amesema atakuroga. Tukampigia, nikamwambia na yeye, nikamuita, nikamwambia kuja. Akakuja kanisani, nikamuuliza, unajua huyu mtoto? Akaniambia ni mfanyikazi wangu mzuri, lakini amekuwa kinibia pesa. Tunafanya hesabu kila siku nasikia 200 imepotea, 300 imepotea. Na hii kazi tunafanya, faida ile tunapata ni shilingi 20. Sasa nikamuuliza, wakikurudishia hiyo pesa utamsamea? Akaniambia, mimi sina shida na yeye, ni mtoto ambaye napenda kwa sababu ako na bidii kuliko wote. Na ni kwa nini ulimwambia kule unaendaka wapi? Nikamwambia hapana, nilikutaka kumustua ndio hii maneno awache. Nikatoa pesa yake, nikamuuliza, pesa yako ile imepotea ni ngapi? Akatuhesabu exactly ile msichana alirudisha ndio hii. Nikamwambia, sasa edeni mfanye kazi na msichana atabarikiwa. Mpaka saa hii they are working good. Bwana asifiwe sana. Because there is a God in heaven. There is a God that defends you. You don't need to defend yourself. You don't need to fight for yourself. Wacha kupigania hiyo nafasi. Siku ile tulikuwa hapa, ile Saturday, ile Friday, tulikuwa na kesha hapa. Tuliakisha candle hapa kwa sababu ya kijana kijana wa mvulana, ndio tuweze kumpigania, tumuitishe. Hatukwenda huko na marugu kwenda kutafuta hawa vijana. Tulisema hapa akisha mshumaa tuwaitishe, watakuja hapa. Jana walikuwa hapa, makukuwa hapa, walikuwa hapa. That is how to win your battle, because God is doing your battle. You need only kuweka spirit ya Mungu na kuambia Mungu, sasa nimesarenda. Maana mtoto huyo uko nayo, hauwezani na yeye. Utamchuka saa hii, umeweka kwa nyumba, atachomokea kwa dirisha wede. Atakuwa akikuja asubuhi baada ya kumaliza kazi yake ile amefanya. Ama akichomoka utamuona next year. Bwana asifiwe. So don't go fighting to bring that boy back. No. You only need to commit yourself. Nenda kwa madhabahu, tafuta sadaka, tafuta dhabihu, ikia kwa madhabahu. Muakishie huyu mtoto moto. Moto ikiwaka pale, hiyo moto itamuleta hapa. Tuliwaitisha hapa. Hatukuwaitisha huko chini. Ama tuliwaitisha huko chini. Hatukuwaitisha waende kwao manyumbani. Hatukuwaitisha waende fanya kazi nyingine. Hapana. Tuliwaitisha hapa. Watu tulikuwa tumejaa huko, tukaakisha mshumaa. Tuikawaka, kila mtu akawakisha. Tukakuja mahali, tukasimama wapi? Nikachukua vijana kama 5, nikaita wazee wa kanisa na mapasta. Wazee wakakuwa nyuma na mapasta. Tukachukua hao kama for example, tukawapatiana kwa Mungu. That is how you do spiritually. Everything is spiritual. Life is spiritual. Tukawachukua, wakasindikizwa, wakaletwa mpaka wapi? Kwenye madhabahu. Ama hawakuletwa hivyo? Hawa vijana wote walipokuja jana, walikaa pande gani? Walikaa pande gani? Wapi pale tulileta nini? Walikalete. Baadaye walijikuta wapi? Walikuta hapa wakiiba. Vile tulifanya exactly, because life is spiritual. You only need to command. Mtu akisema nitakulaani, mwambie endelea kulaani na upage maneno. Na kama unataka maneno ya nikusaidie na maneno ya kulaani, uniambie nikuandikie. Mwambie aende akalaani. You have your God. Go report him. Eda abia Mungu, huyu msee anajiita ni msee yako, huyu msee anajiita ati ni pastor, huyu msee anajiita ni bishop, lakini ameanza kuleta maneno ya kunilani. Waachana na yeye kupigana ati wewe ni ukonya, ni ukombana, tutatuagana. Hapana. Just go to the spirit. Speak to the spirit, because life is spiritual. Bwana Yesu asifiwe sana. You don't go fighting. You do it. Unapanga mipango mizuri.
na unainua sadaka. Walipofika hapa niliwaambia muweke nini? Sadaka kwa kitapa kwa hapa. Nyinyi wote mkaekelea dhabihu. Tukasema Baba, tunasema hivi. Tunataka hawa vijana wote wakuje kwa nyumba yako. Walikuja ama hawakukuja? Si walikuja? Si tuongee tafadhali kama mnataka kuniongeleza. Na kama mtaki mseme hatutaki kuongea na wewe leo. Unatubo. Sasa unafanya nikasirike. Umeona sasa life is spiritual. Angalia sasa mmenifanya sasa nikasirike. Sasa mnataka shetani akibie, amekibia sasa kuambia Mungu ati unaona ni haraka. Unaona trick. Kwa hata nyinyi mnaanza kufanya kazi hiyo ya kunifanya nifanye nini? Ndio mnaonaga nikiwa na hasira. Na kumbe nimekuja kujua ni nyinyi mnafanyaka nikuwe na hasira. Ndio shetani akibie aende ripoti. Ndio na mimi nitolewe max huko. Sitarudi kukasirika. Kutoka leo sitarudi kukasirika. Mtakuwa mnanikasirisha na furahi. Naambia Mungu kuja uachape wewe mwenyewe, mimi sina shughuli. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Inasema when you go out to battle against your enemies and see horses and the chariots and the people more numerous than you, do not be afraid. Haijalishi ni watu gani wanakuja. Haijalishi ni nani ambaye amekutengenezea vita. Haijalishi ni nani amesema anaenda kukumaliza. Hata kama ni mugaga wa wagaga. Wakati tulienda Murang'a, tukakuta ule Maina wa Magoto amejaza mafia busi kwa kiwaja. Tadha wanaitaga tadha. Wakapiga, walichinja mabuzi. Usiku yote walilala wakipiga maplasta huko. Wao zote za barabara za kuingia kwa hiyo kiwaja zilikuwa zimejaa mafia busi. Nikaambia hawa watu ambao tulikuwa na wao, wakasema kuna watu kadhaa tulikuwa na hawa kina Buju, wakasema situ uachilie tujorose hawa wazee. Nikaambia wachaneni na wao. Huyo mzee tumempatia 1 month ya kurepent, na asipo repent ataenda kukaa na Mungu. Na tukaondoka. Na hiyo statement haikuwa statement ya kuwa na usiwa kwa kiwaja, ilikuwa statement ya kucommunicate tu hapo kwa hapo. Maana uko na power. Unamwachia Mungu. Unaambia Mungu tulikuwa tumekuja mkutano hii ni yako. Wewe ndio umetuita tukuje hapa. Kwa hivyo huyu mzee ni wako. Hata mganga ni wa Mungu. Hata mchawi ni wa Mungu. Unampeleka kwa Mungu, naambia huyu mama ni wako. Na kazi ile tunafanya ni yako. Sasa chagua unataka gani? Unataka huyu mama mganga ama unataka sisi ambao tumekuja kukuabudu? Simple as that. Unatoka. Unamwachia hiyo ingine. Sasa umeweka nini? Umeweka Mungu makaa kwa kichwa. Sasa Mungu ana justify, anashughulikia yule ambaye alikuwa anataka kuharibu kazi yake. Kwa hivyo usijalishwe na wao wamekuroga. No, go to God. Mwambie Mungu, kumbuka I have doing this. Hezekia wakati aliambiwa atakufa, aliambiwa na Isaia ni nabii. Nabii mwenye alikuwa ametumwa na Mungu. Hezekia hakushughulika na nabii kwa sababu alijua nabii ni mdomo ya Mungu. Na sasa hakuweza kwenda, hakushughulika na nabii, alienda kwa Mungu. Akajua nabii umezungumza, akamuuliza unataka kukunywa kikombe ya maji? Hapana. Unataka kachai? Hapana. Na kaoke kadogo? Hapana, sitaki. Nabii akamwambia basi enda. Alipotoka tu, naye Hezekia alienda mahali pale ambako anaogeaga na Mungu wake, akamwambia Mungu, kumbuka kitu kimoja ambaye nimewahi kukifanya kikakufurahisha. Na hapa tu akamwambia, kumbuka Mungu, maiti na kaburi haziwezi kukuabudu, lakini mtu akiwa hai atakuabudu. Na Mungu anapenda mtu ambaye anamwabudu. Mungu anapenda hiyo. Hiyo ndio triki moja, ukitaka kutriki Mungu na umuini, abudu Mungu. Just praise God. Worship this God. Worship from what? From your heart. Surrender to him. Muabudu kwa sifa na nyimbo na maombi na kutubu na kusujudu mbele zake. Mungu anakujaga mahali hapo. Hezekia alijua siri ya kuguza Mungu ni gani? Ni kumwambia maiti, maiti haiwezi kukuabudu, lakini mimi nikiwa hai, mtu akiwa hai atakuabudu. Mungu akajua, nimeruhusi mtu mmoja ambaye anafanyaga nisikie mzuri. Akaambia Isaya, rudi. Hadi waambie huyo mzee nimemwongezea siku ingine, miaka ingine 15. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kuna siri ya when you surrender to God, God will do your battle. Hezekia hakuweza kuambia Isaya, niki gai. Na Hezekia mwenyewe hakuenda kwa Mungu kumwambia nini nimefanya. Mungu, why me? Why me God? Oh God. Oh, kaka. Hapana. Alienda kwake Mungu na maneno matamu ya kumwambia, kumbuka kitu kimoja, because God is a God of promises. Na alisema
hata kama utakuwa kwenye bonde la mauti ya kifo, sitakuacha. Akamkumbusha hiyo. Well, remember one thing. Maana huyo Hezekia alikuwa anakufa, alikuwa amefika mwisho, na Mungu alikuwa amemwambia tayarisha familia yako, waambie unawaacha. Kwa hivyo alikuwa kwenye bonde la mauti ya nini? Ya kifo. Akakumbuka there is a promise of death. Akaenda huko akaambia Mungu, kumbuka venye ulisema hautawacha mtu kwenye mauti. Alafu akamwambia ingine ya kwamba wale watu wataniabudu, wale watu watakaa karibu na mimi na wakae na njia nzuri, na mimi nitakaa na wao. Akamkumbusha hiyo. Mungu aliambia Hezekia, rudi ukaambie mzee nimemuongezea siku. Because this battle, it is not confrontational. This battle, it is not physical. This battle is not how much you can be able to do. Ndio maana Biblia inasema nini? Au kiwaona wamekuja na silaha, wamekuja na mapanga, wamekuja na mabuduki, do not be afraid of them, because for them they are physical, but you go spiritual. Now that is how you win this battle. When you go spiritual, they will not defeat you, because they did not come prepared to fight you spiritually. Walikuja na nini? Na silaha. Wa Egypt walipofuata wana wa Israeli mpaka kule kwa mlima, wakakuja wakaona wana wa Israeli ndio wale, na in front of the wana wa Israeli kulikuwa the river, river kubwa sana, na walikuwa sasa they cannot go anywhere. Tumewakona. Walikuwa na chariots, walikuwa na mishale na mikuki na mapanga, na walikuwa sasa wakuje wamalize hawa watu. Lakini ilipofika pale, Mungu alimuuliza Musa, ni nini umeshika kwa mkono? Because Mungu alijua this battle, it is not physical but spiritual. The battle you are in now, it is not physical. Do not panic eti kwa sababu ulikuta kamchaga ka white kamemwagwa kwa mlango yako. Do not panic eti kwa sababu ulikuta kuna menyogoro 3 inapita pita, moja iko kwa sufuria, ingine umeikuta kwa kitanda, na ingine umeikuta karibu na kitanda ya watoto, na zote zinafanana na zinatembea, zinanyongwa zote pamoja. Zingine umeenda kukunywa maji ukakuta menyogoro ingine ndani ya maji, na ukaona zote zimefanana. Unachomoka kwa hiyo nyumba, usichomoke. This life is spiritual. Igia, huyo alikuja physical, wewe igia spiritual. Speak the menyogoro. Iwaambie menyogoro, in the name of Jesus, come out. Na zitaondoka, because the authority of the spirit is much powerful than the authority of physical. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why he said, do not be afraid. Do not be scared of them, because those are the only materials wako nazo. But you in the spirit, you got so much materials. You got so much power. In the spirit, you can dominate. In the spirit, you can win. In the spirit, you can destroy. In the spirit, you can bring them down. Do not worry. Maana unakutaka mtu yako idia. Ako idia na anatuma uchawi Kenya, because ametumia spirit. Na wewe unasema utarusha kapanga ama utarusha buduki bakaidi ya uwe huyo mtu. Hautaenda kabuduki katakuishia hapa. But when you become in the spirit, you become more bold and you win the battles. Bwana Yesu asifiwe sana. Unashinda vita zote. Kwa hivyo mwambie mwenzako ya kwamba kutoka leo, mwambie na sauti kubwa, mwambie kutoka leo tuhame kwa kutumia kifua. Na hiyo mdomo yako kwa sababu ni kubwa sana. Na hiyo mikono yako kwa sababu ni kubwa sana. Tuigie kwa roho na tutashinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Do not fight them. And the Bible inasema do not be afraid of them. In verse number 2, so it shall be when you are on the verge of battle, that the priest shall approach and speak to the people. And he shall say to them, hear, O Israel, today you are on the verge of the battle with your enemies. Do not let your heart faint. Do not be afraid, and do not be trembled, or be terrified because of them. For the Lord your God is he who goes with you to fight for you against your enemies, to save you. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. 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 Today you are in the verge of the battle. Siku hii ya leo uko kwenye mvizingiro, mvurigo, oirigeirwo, umezungukwa na maadui. Ndivyo Biblia inasema, leo unaingia kwenye vita. Leo umezungukwa. Landlord amesema kanyumba amefunga.
walikuinukia wakasema watakumaliza, walikuinukia wakasema wataangamiza biashara yako, walikuinukia wakasema they are going to bring you down. But the voice of the Lord inaongea, inasema, I am with you, I'm going to conquer them for you, I'm going to win this battle for you. So these battles that you see, it is not for us to fight. We are only, you see, the priest alikuja na akawambia, because now the involvement of God and the Spirit of God imeingia hapo. When the priest come, when I stand here, nikuambie sasa, vita si vyetu bali ni za Mungu, tumwachie Mungu. God will prevail. Hata kama walienda kwa waganga, walichinja mbuzi gapi, walichinja ng'ombe gapi, do not be afraid of them. Usibabaishwe na wao, usitishwe na wao, maana Mungu yuko pamoja na wewe. Anasema, do not be afraid, for I am with you. I will do this battle for you. I will conquer them that want to conquer you. I will defeat them that those who want to defeat you. I will win the battles for you. You not even throwing a stone. Bwana Yesu asifiwe sana. You don't need to struggle. You don't need to fight. I was reading magazeti siku leo. Nikaona gazeti mwingine amemention akasema, Kenya has always been struggling to go kucheza AFCON, ile mpira ya Afrika mzima. And they have always been defeated. Wanajaribu kwenda, wanashindwa mpaka na Tanzania na Rwanda hapa. Lakini now that God has remembered them, they have entered to the finals without kicking a ball. Bwana Yesu asifiwe sana. When God says it is your time, you are not going to even lift a level. Hawakulift, hawakupiga mpira, lakini watakuwa kwa final kwa sababu ya kuhost hiyo mpira hapa Kenya. You are going not to kick a ball. You are not going to kick anything. You are not going to lift a finger. You are not going to use anything. But God will drive them out, your enemies, and defeat them in front of you. You are going only to celebrate. Wa Moabi wakakuja, Jehoshaphat akaambiwa, wa Moabi na wa Perezi wote wamejipanga, wanakuja kukumaliza. Wanakuja kukumaliza. There were 3 nations powerful and mighty than the children of Israel. But when Jehoshaphat was told of this, he did not, yes, alistuka kidogo, but he led the people of God went into fasting. A day fasting, 3 days fasting, wakaomba. Kisha after that akawachukua akawapeleka kwa nyumba ya Mungu. Kisha wakiwa kwa Mungu akawakommunicate na Mungu, akauliza Mungu, si wewe Mungu ndio ulitulete hapa? Si wewe Mungu ni rafiki ya Abrahamu? Si wewe Mungu ndio ulisema hatutawahi kushindwa? He committed himself to the promises of God. Once you commit yourself to the promises of God, it means the devil will not be able to touch you. God is a promise keeper. Whatever he said shall come to you, it shall come to pass. Whatever he said that you're going to any battle in front of you, that you will win this battle, you will win because he promised you. Do not panic sasa. Your situation uko, it is a temporary situation. A situation that is meant to magnify you. A situation that is meant to write a story, that a testimony will be written because of that statement, of that situation you are in. The situation ambayo tuko nayo is a foundation of a testimony ambayo itakuja kufanya Mungu wako ajulikane. Mungu wetu atajulikana kwa njia zetu zote. Mungu wetu atafanya nini? Wakati tuliakisha candle hapa, hakuna watu wengi walisoma. Hata Doni alikuwa ananiuliza, hiyo ufunuo ni gani? Sasa ndio nilikumbusha Doni jana, ufunuo ile uliona ya candle ndio hiyo umeona leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Doni alikuwa na shida. Tumelete walevi kwa hapa namna gani? Najua ndio tunasema nyani haoni nini? Kudule. Kwa sababu mimi na Doni tulikuwaga walevi. Lakini ameona walevi wengine wamekuja, akaniuliza, tunalete walevi kwa kanisa? Si tunaharibu kanisa? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu yani msomo gani? Nyani haoni nini? Ndio tafsiri, ujitafsirie ujue nini hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. When God decides to amaze you, when God decides to use you as a statement, he will use anything. Ndio watu wakuje waseme, indeed this is the hand of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Indeed the life that you are living today, it is the hand of God. Mkono wa Mungu uko juu yako. Na huo mkono wakati utaanza kufanya. Saizi umedhoofika. Saizi mkono umeanguka chini, hiyo mkono yako iko chini. Hauna uwezo, hauna nguvu, hauna njia, hauna maono. You are in the blackout. You are in the blackout because you are being prepared. Hallelujah.
You are in the blackout because God does not want you to use your knowledge. Lazima uwekwe ndani ya blackout ndio ukiwa kwa giza masomo yako na degree yako haiwezi kuwakisha nini? Haiwezi kuwakisha ndio giza iishe. Hata ukikodoa macho kama hii yangu kubwa kubwa haiwezi kuwakisha taa. You are still going to remain in the darkness until now you say, God help me here. Oh my God. Ndio sasa hapo tunasemanga oh my God. Oh my God. Oh my God. Jesus. Jesus. Ndio nakutaka watu wanakumbuka Jesus. When you are in danger, when something has just happened, you remember Jesus. Because that is what God was waiting for you. So that you can remember Jesus. You can remember God. God aanze kufanya kazi yake. God will never come until he is invited. God will never come until you call his name. Hata shetani, ni sisi tunaitaka shetani. Tunamwambia kuja tuende nyumbani. Na anakuja because ni mtu faithful wa kufuata mahali popote. Just as God is faithful. Hata shetani is what? Is what? Yes. Bwana asifiwe. Do not let your heart faint. Do not be afraid and do not tremble. And do not be terrified. Kwa hivyo kuna maneno, kuna vitu vitatu vine hapa tunaona ambayo unafaa isikuigie ndio Mungu aonekane ndani yako. Do not let your heart faint. Make your heart strong. In whatever situation, simamisha Mungu yako na umwambie ya kwamba here I am. Siwezi kurudi nyuma. Siwezi kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. No matter the situation, no matter the condition, usiogope urudi nyuma. Ndio akamwambia Joshua, usifadhaike wala usiogope. I am with you. Musa akamuuliza, akamwambia, until you tell me we are going together, ndio mimi nitaondoka hapa. Naye akamwambia safari yote hii nitaenda na wewe. Because of that commitment, mahali popote Musa alienda, Mungu alionekana. Kwa njia yote ile, Mungu alitokelezea. Bwana asifiwe. Katika verse ya 5, then the officer shall speak to the people saying, what man is there who has built a new house and has not dedicated to it? Let him go and return to his house, lest he die in the battle and another man dedicates it. Inakwambia usibebe mizigo. Kama Mungu amekwambia twende safari, usibebe mizigo. Wachana na mizigo. Kama kuna mtu unachukia, mweka chini. Kama kuna mtu ni adui yako, weka chini. Kuna mtu ambaye hafai katika maisha yako kulingana na macho yako venye unamuona, weka yeye chini. Do not have any baggages you are carrying. Do not have the baggages ya changa. Do not have baggages ya majuko. Do not have baggages ya vile vitu. Weka kila kitu chini. Then you allow God to prevail. In verse number 16 of the same, but verse number 16, but of the cities of these people, which the Lord your God gives you as an inheritance, you shall let nothing that breathes remain alive. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii city ambayo Mungu anaenda kukupatia, hii power anaenda kukupatia, hii blessing anaenda kukupatia, do not allow the devil arrangement to get into you. Do not allow these people to come with you. Anakwambia kila kitu utakuta huko, kill it, destroy it. Do not allow it to survive. Because there is a plan that God has for you. If God has given you a home, he gives you everything that pertaining to the home. If God has given you a ministry like this one, he will give everything pertaining to this. So do not allow the same to follow you. Do not allow anything ikuaccompany ambayo haifai, ambayo haihusiki katika ulimwengu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo inakwambia Mungu anapochukua uchukani ya kutembea na wewe, mizigo hii ingine yote weka chini. Akamwambia do not allow any baggage to follow you. Ile vitu mtakuta huko, msikue nazo, msitembee nazo, ama msiende kujinyakulia, maana zitawabadilisha mkue kama wa huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Any place that you go, like this place. Wakati tulikuja hapa, kuna miungu ambayo ilikuwa inatawala hapa. There are gods ambazo ziko hapa. Kuna powers, kuna wazee ambao wamemiliki hapa. We had to come and destroy them. The Bible is saying, once you get there, once God has given you this opportunity to live and to walk according to the will of God, but of the cities of these people, which the people your God gives you as inheritance, you shall let nothing that breathes remain alive, but you shall utterly destroy them.
the Hittite, the Amorite, the Canaanite, the Perizzite, the Hivites, Jebusites, just as the Lord your God has commanded you. Let they teach you to do according to their abominations. If you allow them, ukikuja, ukiokoka, do not allow any other thing to crop into you. Mungu akikupatia nafasi ya kuongoza, do not allow any other object to come and crop into your house, because they will change you to behave like them. They will change you to live like them. They will destroy the God that is in you. That is why God is telling them, once you get there, destroy anything you will find. Hata watu ambao utakuta huko, the spirit that they are in them, destroy it. Maliza kabisa. Do not go and sit down and plan with them that you found there. They will bring you down. And this is the mistake ambayo ilifanyika na wana wa Israeli katika kitabu cha Judges 6. And the people of Israel did evil in the sight of God, and God handed them over to the hands of the Midianites for 7 years. Why? Because Joash, the father of Gideon, alikuta Wamereku walikuwa huko, na wengine watu wa kusini walikuwa huko, na walikuwa na miungu yao walikuwa na abudu. Sasa walifanya nini? Walipofika huko, Joash na wazee wa Amereku walikaa chini wakatengeneza treaty, wakasema sasa tunawapatia ardhi, lakini huyu Mungu wetu tunaobaga, huyu Mungu wetu naona kama ni mzuri, mkiadapt huyu Mungu wetu mtakaa vizuri. Once Joash adapted na akakubali kujenga kanisa ambayo ni ya Baal, immediately trouble zikaanza. And God said, once these children did evil in the sight of God, then God decided to hand them over. Aliwapatiana miaka 7 kwa mikono ya nani? Ya Wamidiani. Waliteseka miaka 7 kwenye mikono ya Wamidiani. Waliteseka na wakachapwa. People who are very strong hawakupata nguvu tena. Walikuwa wanaishi kwenye caves. Imagine they defeated these people as they entered this land. But when they entered and had a covenant with these people, their power ikaisha na ikakuwa destroyed. Na ndio ulisikia yule nilikuwa na remind yule mwanamke mwenye alisema nini? They knew their pastor is weak. That is why they were able to attack. When you allow other things to come and crop into you, when you allow other forces to come and walk with you, you inherit whatever you found there. It will weaken the power of God in you, so the enemy will find room to destroy you. That is how we have lost our battles. If you have to win the battle, do not allow them to come into you, because they will weaken you. They will make you not strong. They will bring you down, and they will bring their gods inside you. Na kutoka hapo utakuwa kiabudu miungu yao na hautajua. Hawa watu kwa miaka 7 waliabudu miungu ya Wamereku, lakini baba peke yake ndiye alikuwa anajua huyu Bali si Mungu peke yake. That is why you see, ni vizuri kufanya research. Ile kitu uko nayo, ifanyie research, ujiulize hii kitu imetoka wapi. Ukitoka hapa uende Uingereza, do not go and live like them. Go and stand with the God that brought you from Kenya, because the God that brought you from Kenya akakupeleka Uingereza ni mkubwa kuliko ya Waingereza. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo Mungu unaenda na yeye ndiye atakutengenezea barabara kutoka Kenya. Ukifika huko utakuta ametayarisha mtu ambaye utakuwa ukimsafu, mtu ambaye utakuwa ukimfanyia kazi. Watakuta amekutengenezea kazi mahali utakuwa ukifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na utafanya hiyo kazi na atakuruhusu hiyo utajiri utatoa huko utalete hapa. Lakini ukifika Uingereza, uanze kuishi kama wao, ukule kama wao, utembea kama wao, utajiri ya huko hautatoa, hautailete hapa. Maana kuna miungu, kuna watu wazee, the founders of England, kuna maneno walinenea nchi yao. Wakasema utajiri yetu ni yetu, na hii utajiri haitatoka hapa iende Afrika, haitatoka hapa iende jingine, na ikienda iturudie. Na ile pesa tutakuja kuchukua tuende Afrika kuinvest, hiyo investment yote irudi kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you are going and ushikane na watu wa Uingereza, ukae kama hawa wazungu, ile maneno walisema hawa wazee wa kwanza, chochote ambacho ni chao kisitoke iji yao. Utafanyia kazi miaka mingi, utakuwa unalipwa salary mzuri, lakini there is nothing you will come with it Africa. Ndio naona kuna watu wako Uingereza, kuna watu wako Amerika na hawana hata kaproti, lakini ukienda huko they live large. Wako na nyumba kubwa. Baka wameenda wamenunua kaburi huko iji hiyo. Wamesema nikikufa nitasikwa kwa hii kaburi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama wameandika wili wamesema mimi nitasikwa huko. Kwa nini? Because they went and they became conformed
to the gods of the area. Walienda wakashikana na hiyo miungu, na waliposhikana na miungu na tabia za huko, wakakuwa wamoja wa huko. Kwa hivyo there is nothing that they are going to bring hapa. Hakuna utajiri wataleta kwetu, hakuna kitu yote italete, hakuna faida watakuwa nayo. Utakuta huyo mtu ako Amerika, ako Uingereza, ako Belgium, ako Italy, lakini got nothing to show, got nothing to bring. Lakini kule anaishi nyumba ya bedroom 20. Kile kigari anaendesha ni Rolls Royce. Hapa lazima uibe pesa mingi kabisa ndio uendeshe Rolls Royce. Bwana Yesu asifiwe sana. Huko utakuta ameingiana na wao, mamiuku za kwao zinaanza kumnyonya na zinaanza kumtumia, and automatically you become a slave of that area. But when you go from this place, ubebe Mungu wako, utembee naye mpaka Uingereza, na ukae na Mungu wako na umpokeze heshima zake uko Uingereza, huyo Mungu atakupigania na atakupatia space ya huko, na chakula ya huko atakupatia, na utajiri ya huko atakupatia, na utatoa huko, kwa maana kuna kule alikutoa, huyo utajiri atakukubalisha ulete huko. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the top secret of winning battles in a foreign land. Kwa hivyo sio ukienda nchi ya wenyewe usiende na Mungu ya huko, uende na Mungu ambaye alikulipia, mwenye alikupatia hiyo visa, mwenye alikupatia pesa, maana ulilipa tikiti na pesa ya Kenya. Bwana asifiwe sana. Kagua kale ulitoka nako ni pesa ya Kenya, ile ugali ulikula hiyo night ni pesa ya Kenya. Kwa hivyo when you go to another country, do not allow the God that took you there achenjiwe. Enda na ukae na yeye na usimame na yeye atakupigania na atakuliza. Lakini ukienda huko uanze kuongea wewe ni wa Murang'a na ile Kisugu naongea ni ya Murang'a, lakini unasema oh my God, na hujui my God ni nini, hujui my God ni nini, ama majasas huelewi, unaongea Murang'a lakini unafikiria ni Kisugu. Hata wanakuangalia wanashindwa, what is that? Ndio nanga wakienda huko wanaitwa tumange. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you went and instead of standing with your God, ukaenda kusimama na Mungu wao. Huyu Mungu wao hujui strength yake, hujui anatolewa kwa sadaka gani, hujui anapembelezago aje, hujui anazungumziago aje. They did a mistake. But when Mugereza alikuja hapa, alikuja na Mungu yake hapa, na alipofika hapa alihakikisha amekubadilisha wewe ukae kama yeye na ufuate Mungu yake, na akakunyang'anya urithi, because alikuja akageuza. Ukiangalia makanisa yote kubwa kubwa ya Kiambu, mwende mfanye hiyo utafiti, makanisa yote kubwa ya Kiambu, iwe ni PCA, iwe ni Anglican, iwe ni Catholic, zote mahali zimejengwa kuna mugumo tuli hapo. Maana kwenye hiyo mugumo tuli ndio wazee wa Kikuyu walikuwa na nini, wanaabudu. So they made sure they come in that mugumo tree, wakauliza wazee, nyinyi abudu hapo na mtukubalisha tujenge shamba yetu hapa, tujenge kanyumba ketu hapa, because they wanted to conquer the gods ambazo Wakikuyu walikuwa na abudu. That is the secret ya kushinda vita, the secret ya kuwin a battle. If you go to a new land, they made sure they conquer the kind of gods you are worshiping. Ukienda hapa PCA ya Kikuyu hapa Thogoto, utapata hapo kuna mugumo. Ukienda hii church kwa hapa Kiambu ya Anglican, kanisa wa Mudhogo, hapo ndani kuna mugumo. Ukienda Liafai, kuna kanisa kubwa ya Catholic, hapo ndani kuna mugumo, because they wanted to build where there is the spirit of these people, so that they can be able to conquer these people. The secret of you winning, the secret of you conquering, that is why the mtu anaitwa Muislamu hawezi kumkonga hivi hivi, because hakukubali Korani yao ibadilishwe kutoka kwa lugha yao, imebakia kwa lugha yao, because that is the top secret of winning a battle. Remain with what God has given you. You are given right from the word go. Walk with it, win with it. Ile roho uko nayo, tembea nayo. Kama Mungu amekuita kama nabii uende ukahubiria wa Amerika, ukifika huko wacha kwenda kuongea Kisugu ya Amerika ndio wakusikie. Ongea ile Kisugu unaongea. Maana ukienda Ufaransa, Mfaransa akienda kwa conference ya UN anaongeaga Kifaransa. Wewe ukitaka kusikia usikie, usiposikia ukae. Yeye weka kitu kwa masikio itakutafsiria, lakini ataongea Kifaransa yake. Lakini sisi na Ruto wetu na sisi na kina wetu mapresident wa Afrika wote tukienda UN tunaongea Kisugu, maana we have been colonized in the mind. And that is how the devil wins your battle. That is how the devil defeats you. For you to conquer and to win any battle. And umetumwa kutoka synagogue, tumeenda crusade Moro,
Tukifika Moro lazima to win. We must defeat them. Whether they are right or they are wrong, we must win every battle. They will sing our song. They will walk the way we want them to walk. We cannot and you cannot allow anything that is not from your church. Because once you allow, waanze kuongea na waanze kufanya maneno mengine ambayo si yenu, mutapotea in the middle. Because utakuwa umetoka kwa platform hii, ukienda kwa platform hii nyingine, uingie kwa mafundisho, uingie kwa structures ambazo hauzielewi. Ukiingia kwenye structures ambazo hauzielewi, utapotea. Ukiingia kwa gorofa ambao ni kubwa, haujaingia na wewe umezoea kanyumba kama jani, utafika hapo uone lift ikipanda, unaanza kujisikilia huko ndani kwa maana unaona ni kama itaaguka. Because you are not conversant with there. You must be conversant with your God and walk with your God, because he said, I am going to walk with you, I will be with you, I will stand. Akamwambia Joshua, mahali popote utaigia, kwenda unyorose hawa watu, uchije kuchija, maana nimekupatia authority ya huko. Because if you allow them to walk with you, these people watakuja, watachukua culture yako na watakuchukua wewe na watakuchija, venye walifanya Samson. Bwana Yesu asifiwe sana. Because they wanted to store. Wakaulizana, huyu jamaa kwani anatoa nguvu yake wapi? Because hawa watu waliingia, huyu mama akamuita Delila, akamuuliza nguvu yako iko wapi? Maana huyu Mungu, huyu anaitwa Samson, mwili yake did not exhibit the power that he had. Mwili yake hakuna. Ni kamwili kamutu kamukode. Ndio kwa maana waliuliza, nguvu yako iko wapi? Kwa sababu kama wangekuwa naona nguvu yake, hawangemuuliza. Walitafuta kwa mwili wakakosa. Wakaangalia hata kichwa na sikia katika kucha kake kalikuwa kadogo tu kama Mkikuyu wa Murang'a. Hiyo kakichwa kadogo na nywele ndio ilikuwa marasta mingi, kwa sababu nywele ilinyonya kichwa. Unajua marasta nywele yao inanyonyanga kichwa mpaka kichwa ikanakaka kichwa kama bakuli hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. So wakamuuliza, wakaangalia kwa kichwa hana, tumacho ni tudogo, kamdomo hata hana sauti, miguu imekaa ni kama ile inatembea ni kama inatembeaga hivi. Wakauliza, kwani huyu mtu anatoaga nguvu? Ndio wakahogana, wakaambia mama, peleka huyo mtu na hapo tuulizie maswali. Alipoenda kuulizwa akakataa akanyeta. Akasema maudo macho ni diaragia maudo tamasho mono. Akawekwa gia moja. Alipowekwa gia moja, alitoa akisema nywele, pawa iko wapi? Pawa iko hapa. Haijawahi kuuzwa na webe hii, kwa sababu ayama Nazarene. Bwana Yesu asifiwe sana. Na siri ikajulikana. Na ilipojulikana, walipokata nywele yake, lakini bado ilimea. Sinasikia ilimea kidogo, power ikarudi. Ilimea tu kidogo, power ikarudi. So when you abandon what God gave you, you lose the battle. Bwana Yesu asifiwe sana. When he betrayed himself, when he said where his power is, he lost the game. Na ndio alianguka. Hata kama alianguka, ndio alibomoa nyumba, ilianguka na akakufa na hawa watu wote, but the game is he lost it. Alipoteza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Therefore, in verse number 17, but you shall utterly destroy them, the Hittites and the Amorites and the Canaanites and the Perizzites. You shall utterly destroy. Do not allow any culture that is foreign from you. Do not allow. Wewe umeitwa kama Mkristo, simama kama Mkristo na utembee kikristo. Do not allow. Bwana Yesu asifiwe sana. Na usikubali hata ukipatana na mtu usikie huyu anakuaga na unabii, anakuaga na power, anakuaga ni nini, wewe msikilize tu. Ni kama siku ile niliwaonyesha ule msee tulikuwa naye anaitwa Johana hapa Thika. Yaani watu wengi wakati tulimweka na Saimo kwa TV, watu wengi walikimbia wakitaka kwenda kwake kwa sababu wamesikia alikuwa mchawi, kwa hivyo wanaona ni kama anaweza kuwasaidia kwa mashida zao. Hapana. Mimi nilikuwa nataka kujua huyu ni mchawi level gani, na nikajua kauchawi kake ni kadogo, ni venye watu hawakuelewa. Nikaenda nikakategua. I was not to walk with him, he was to succumb to me. He was to walk according to my God, not me according to his God. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alipofika Murang'a, tukamweka kwa jukwaa, tukamuuliza ni nini shida yako? Ni busi, chukua. Leta ile miti uliroga nayo akalete. Leta zile vitu zote ulitumia, mchaka ile ulitumia kuroga nayo akalete. Basi tukajua tumenyoa nywele.
Sasa akisema atatakulaani saa hizi, atalaani nini na hata hana nywele? Ni kujiua, anajiua. Bwana Yesu asifiwe sana. Because we have destroyed. Once you destroy that enemy that has been tormenting you, you shall not go to bed with it. You shall not walk with it. You shall not live with it. Destroy and make sure you shall utterly destroy them. That is the Bible. Hawa maadui ambao wamekusumbua siku nyingi, you shall utterly destroy them. Usibabaishwe ati haka nikamugaga, usibaba ati huyu ni nabii, ati mimi nie maija kwaria ndani Yesu higo keba betanele wenu adira when wabie ni wewe ndio unajua. Already I have overrun your God. Usinitishe atiweza kusema ati nitakutolea maombi nitakuombea venye nitakuombea. Mwambie ukitaka maji ya kukunywa wakati unaomba maji moto, uniitishe, iko na dimu ndio usichoke, nitakuletea. Ndio nikusaidie. Na umuulize kama unahitaji kanyama kamechomwa vizuri, ndio tumbo ikuwe na strength na muscle usuku, ndio ukiomba yeye mwambie. Usibabaishwe na kamugaga, usibabaishwe na kamutu ati katari na thru aligire ateneko kana gutisha guko ginya atendurahota kwaria. No, do not allow them. Do not allow any powers of darkness to speak to you. Do not allow huyo mtu mko naye hapo I speak to you against anything from you. Kama hafuati Mungu wako, leave him na umumalize. The Bible says you shall utterly destroy them. Make sure umewa destroy. Make sure you win the battle. You conquer the battle. Wana wa Israeli mahali popote walienda, they won territories. They captured territories. They didn't go for the compromise. Bwana asifiwe sana. When we decide to go, do not go to compromise yourself. Do not allow anything, whether it is money. Wakuje na pesa zao, waeke pesa hapa, wakufuate. Lakini si kukwambia sasa kwa kuja tukae kwa mesa moja. Twaje kwaria munene tondu riu nurakemenya na ithuĩ nĩtũragiũkire na mbeca. Koguo nĩtũkwenda tuikare haha twariũre kanitha ĩno ĩrĩtwarithagio. Wambie tutaongea, ita mtu wa kitchen, wambie tengenezea wasee kikombe ya chai, wakilete hapo kikombe unawambia wasee kaaga pale kabla kikombe cha chai kiingie. You disarm them, waeke pale. By the time huko kuna wewe uende ujipage, unajua amekuabushi na pesa twao. Make sure tu pesa umechukua tumewekwa benki kwanza, tukaage kwa benki, mkizungumza tu pesa tuko wapi? Kwa sababu hakuna kurudisha. Kitu kimekuja hapa, hakuna nini? Hakuna kurudisha. Ni unamwambia kiendacho wapi? Hakirudishagwi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mkiingia kwa coffee table ni kuzungumza, sasa mwambie, sikilizeni. Hii kanisa iko na katiba. Na hiyo katiba lazima ikaliwe chini na wazee wa kanisa. Alafu ikuwe ratified na members wa church. Alafu tukitoka hapo tupeleke sheria. Hiyo maneno mapendekezo yenu ndio iingie na sheria ipitishe. Sheria house wapitishe kulingana na mujibu wa sheria wapi ya hapa. Sasa mtafanya hivi, tumeweka mzigo kwa banki. Sasa edeni tutaita kamati tupitishe. Tukipitisha tutawaita mkuja alafu tuwa incorporate. Sasa wakitoka unajua ushawamalizia. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua ushafanya nini? Ushawamalizia. Wakienda siku nyingine wakisitiza mkutano wakuja wazungumzie, unauliza nete twaugite mwendaga ukatwa twarirerie ki yeti ura twakiaretia munene uria tugukemenya maundu. Okay ndaririkana mweri uyu ri ndirona ta nguoneka, no tugerie mweri wa Disemba ni tugacamania. Bwana Yesu asifiwe sana. Because the Bible has instructed me, you shall utterly destroy them. Do not compromise your faith. Do not compromise your position. Do not compromise your dignity. Do not compromise your God. Make sure your God ndio prevail in whatever circumstance. Hata kama wamekukalisha chini, tafuta mbinu ya kuchomoka hapo. Ukienda pale uambie my God alone. Turugamena magoro maitu. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how you let your God win your battles. Bwana asifiwe. Kwani mmepata siri?
Umeelewa? Umeelewa? Siku ingine nikute mtoto ya hapa, mtu amekuja hapale, ameanza kukupeleka hivi, mtaenda naye. Mimi sijasaa watoto ambao ni wajika hapa. Niwo tahawa ndo mataha makere harena mushi. Wanyita. Adu mataha magekate. You must win in whatever circumstance. Yes, you must be right. Hata kama ako right, you must be right than him. Manielewa? That is how to conquer. A territory is conquered. And you don't conquer to be conquered. You conquer to conquer. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio naonaka wanaume wanakikaa kwa nyumba, hata umpelekea idea mzuri, atakwambia, wewe niondolee ujinga hii utoka hapa. Lakini ameona kuna idea. Sasa utasikia ameichukua kinyuma nyume na huko, ameenda. Unamkuta yeye sasa ndiye ana implement nini? Hiyo idea. Kwa hivyo usiende kujipigia. Ukiona mwanaume amekataa, usiende alikukonka. You are under, you are ni shiko, yeye ni kichwa. Na ukiwa na idea mzuri na mzuri kabisa na iwani, ukikuwa na idea mzuri na uko na msee, usiende kuimplement. Muite, umuonyeshe Mungu amenifunulia na ameniambia nikupatie hii idea. So utamuwin. Kwa sababu ataona umemrecognize. Hapo utaona akisema my wife. Bwana asifiwe sana. Utasikia akisema my wife. Kwa sababu umemuwin. Lakini ukienda ukimwambia negera giri committed da heka wera deda kuruta kariko. Wewe dukamake wewe heka wera deda kuruta. Kariko. Wewe dukamake. Nikukuonia wewe. Mwakoyo no ginya twarithie ngari yako. Okay. Mimi mwanaume mjanja kama mimi nitakuuliza, sasa hiyo kazi unataka kufanya ni kama ya pesa ngapi? Utaniambia ni 500,000. Na huko na sasa sio ni pesa mingi sana. Huko na ngapi? Niko na 200,000. Okay. Najua sasa nikumaliza hiyo 200 iishe. Ndio tukue in the same platform. Na sasa hiyo mimi sina, lakini umeficha ngapi? 200,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanaume mjaja atanyonya hiyo pesa yote. Akinyonya sasa nakwambia, ile idea yako ilifika wapi? Hallelujah. Ukienda kuwin, ukae kama Joseph. Joseph alikuwa akijua this is my time, this is my season. He knew. He had the revelation with him. He had everything. Na alikuwa anajua I am the one going to see. Lakini aliinterpret ni kama a reported statement. Akawaambia kuna miaka 7 ya kiakasi na kuna miaka 7 ya mavuno. Kwa hivyo mfanye hivi. Hii miaka 7 ambayo itakuwa ya mavuno muweke kwa sababu ya miaka ingine 7. Alafu akawatarajia na akacomplicate na akaweka formula ya XY na YZ na akaweka times na akaweka by squared. Akaweka formula kisha akakaa kado. Wakajaribu kufikiria, wakamwambia wazee, wakaambiana modoe wata urale kamutagereka twalirie horo. Mthamaki akakuja akamwambia, wewe ambaye umefunuliwa, wewe ndio tu utaendesha hii kazi. Maana utumie ujaja ufike hapo. Ukiweka kwa mfuko, sasa hiyo ni mtazungumza. Lakini kama iko kwako, iko upande ule mwingine, usianze kuongea kiherehere mingi, usianze panganga mingi. Kubali tu nyenyekea, unyenyekee mpaka akunyenyekese ukae hapo. But the time ya kugeuka hivi, ataona ukiwa crocodile nyingine imefungua mdomo hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how to win a battle. You let God do the battle. You let God win it for you. Na ni atumia ndirata leo. Tondu mwihuraga ithuri mukehurira rume. Gutire mundu rume ona kioje ungitoria. Wezi. Mwanaume hata kama ni ana miguu na mikono, hawezi. Utamnyanyasa tu, lakini siku moja atakuweka chini. Maikarere itu shafashi shomengi maikaragira. Wakalieni tu. Lakini kuna siku chapati itakosa nguvu. Na siku hiyo chapati itakosa nguvu. Network kabla irudi, utasikia Safaricom na Telecom zote zimefanya maagano
ya kwamba Safaricom imeisha, Telecom imeisha, ni kabuni mpya. Sasa by the time ukuje kuliala isi kabuni ingine, ni ile ilivaa koti ingine. My friend, utakuwa umeona moto. So that is how you let God do your battles. When you let God do your battle, you become an original of yourself. You win this battle without a struggle, without kicking a ball. Bila kupambana na mtu, bila kupigana magumi na mtu. Una shida tu. Watu wakikuja wakisema hautafanya hii, wewe nyamaza tu, ondoka. Wakikwambia usifanye, wewe ondoka. Tafuta kitu kingine na hapa. Wakishia moto pale na akisha moto ingine pale. Wakienda kuangalia ile moto na ile moto, fanya kazi yako. Wakirudi, wanarudi ushafanyisha kazi yako na umeendelea huko mbele. Wanakuja kukuuliza, "Doge tunegera kanya mukari oge tunegera." Haleluya. Mudo de hura gedoi nansi. Umesikia? Garrison, we have to be humble. When you have to win this battle, you must be humble. You must let God do the move for you. Bwana asifiwe. Hallelujah. Praise. Nataka tuimbe nyimbo 2 ama 3. Tunapoimba hizi nyimbo, nataka ukumbuke yourself. Remember the battle that you lost. Remember these people ambao wamekuinukia. Remember waganga waliokuinukia kwa nyumba yenu. Remember mipango ambao umepangiwa miovu. Kumbuka mipango ambayo kanisa hili imepangiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka maisha yako kama maisha ya mchungaji, vile ambavyo ameinukiwa kila pembe za dunia. Lakini we will win this battle if only we surrender. Jehoshaphat aliwaambia watu wote waingie kanisani wamwabudu Mungu. Na walipoingia kanisani kumwabudu Mungu, Mungu wao aliwaonekania. I want to promise you tonight that Mungu wetu ambaye tunamwabudu, Mungu wa mbinguni, aishie mbinguni, he will win the battle for you. It doesn't matter what kind of a situation you are in. It doesn't matter how they have said about you. It doesn't matter kama ulipoteza jana, vita vya jana. Nataka nikwambie sasa, it is the beginning. God will conquer them that tried to conquer you. In Jesus' name. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. 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 Oh, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine Tuimbeni pamoja. aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Oh, sina baba na mama aliye kama wewe. Hakuna Mungu. Chukua nafasi yako sasa. Unaweza kupiga magoti chini. Unaweza kulala chini. Unaweza kwenda kona yako. Kumbushe Mungu vita vyako. Just tell this God, I cannot win this battle without you. I cannot conquer them without you. You surrender to him. You surrender to him. Fungua kinywa chako. Simama mahali unataka. Ukitaka kuja kulala kwenye hapa carpet hapa, katika madhabahu unaweza kuja hapa. Njoo uambie Mungu, hakuna Mungu mwingine. You are the only God. Waambie wewe ndio the master. You are the king of kings. You are the king of kings. Waambie hivyo. Fungua kinywa chako. Fungua kinywa chako. Huu ni usiku wa kufungua kinywa na baraka za Mungu zitashuka. Oh, aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama. Oh, hakuna Mungu
hakuna Mungu mwingine. Baba aliye kama wewe, hakuna Mungu mwingine aliye kama, oh, hakuna Mungu, hakuna Mungu mwingine. Baba aliye kama wewe, hakuna Mungu mwingine aliye kama, sema hakuna Mungu, hakuna Mungu mwingine. Baba aliye kama wewe, hakuna Mungu mwingine aliye kama, oh, hakuna Mungu, hakuna Mungu mwingine. Baba aliye kama wewe, hakuna Mungu mwingine aliye kama, Baba hakuna Mungu Yesu aliye kama wewe, hakuna Mungu mwingine aliye kama, Baba hakuna Mungu hakuna Mungu aliye kama wewe, hakuna Mungu mwingine aliye kama, oh, hakuna Mungu Baba aliye kama wewe, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Sina baba wala mama wa kufanana na wewe Yesu, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Nimetembea dunia nzima, sijaona kama wewe, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe, hakuna. Baba ninasema aliye kama wewe, hakuna Mungu mwingine aliye kama, sema hakuna Mungu Baba, hakuna kama wewe. Usiku wa leo tunasema hakuna kama wewe Baba, oh Baba, tunakuinulia mikono, hakuna Mungu, tukisema hakuna Mungu usiku wa leo Baba yangu, tunakupenda Baba, hakuna found your daughter in bed with another girl. You as a father, because you judge, you are a father. You judge, you are a mother. You have your children. How would you feel when you find your daughter in a bedroom with another daughter? How would you find your son inside your own house, they're in their bedroom, doing sex with another man in your bedroom, in your house? As a father, put down the gown. Put down the, what do they call this thing they put in their head? Remove it. Put it down. Now become a human being. Become a father. A father of children. A father of a son and a daughter. How will you feel if you found your daughter in bed with another girl?
or your son in bed with another man, how would you feel? LGBTQ is also part of sleeping with animals. It allows. How would you feel your daughter with a dog in her bedroom? You, the judge. You, the Supreme Court judge. You mentioned something about maybe now the person being them. And I think we have also seen people who had like the human rights organizations coming in the same, because some say everyone has a right to be themselves, has a right to be whatever they